Bana fresh. Uko vizuri kabisa? Nganganga. Bana tuna mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC, mchezo wa pili mara baada ya kucheza na Fountain. Tunacheza tena nyumbani dhidi ya Namungo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tueleze mechi itakuwa saa ngapi? Tiketi zimeshaanza kuuzwa, lakini pia utuambie maandalizi mazima kuelekea huo mchezo wenyewe. Maandalizi yanakwenda vizuri mara baada ya mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Moja kwa moja tukaingia katika uwanja wetu wa mazoezi hapa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza programu ya kuelekea katika mchezo wetu wa pili wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo Football Club. Maandalizi yalianza chap kwa haraka kutokana na aina ya mpinzani ambayo tunakwenda kukutana naye. Tanzania hii unapozungumzia timu ngumu unaizungumzia pamoja na Namungo FC. Ina wachezaji bora, lakini kama haitoshi ina mwalimu bora mzoefu, mwalimu mwenye maujuzi mengi na makubwa kweli kweli, ambaye ameifanya Namungo kuwa timu tishio. Kwenda kucheza na mwalimu wa kaliba ile na kucheza na wachezaji wa kaliba ya Namungo ni mechi ngumu kweli kweli, na hapo ndipo ambapo kwa haraka sana mara baada ya kumaliza kumgegedua Gaborone United, moja kwa moja tukaingia mazoezini kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinakwenda vizuri kwa upande wetu. Mwalimu Selemani Matola Veron akiendelea kupika mipango kuelekea katika mchezo huo, na kila kitu kinakwenda sawa sawa. Lengo letu ni kupata ushindi katika mchezo huo. Tumeanza vizuri ligi kuu ya NBC kwa kupata ushindi dhidi ya Fountain Gate, na sasa tunataka kuendelea na rekodi hiyo nzuri ya kupata ushindi mbele ya Namungo. Japo tunaelewa wazi kwamba haitakuwa nyepesi, lakini maandalizi yaliyofanyika, commitment na morali waliokuwa nayo wachezaji, hawataki kupoteza huu mchezo, na hiyo inatupa sisi matumaini mapana ya kwenda kuchukua ushindi dhidi ya Namungo kesho insha Allah. Kwenye mchezo uliopita ilitokea changamoto ya goalkeeper Musa Pimpini Kamara. Pengine kama jopo la madaktari limeshakupa taarifa yake, lakini pia vipi kuhusiana na Mohamed Bajaber pamoja na Abdulrazak Hamza ambao wao pia walipata changamoto? Musa Kamara ali twist got kidogo, lakini hali yake sio mbaya. Ni vile tu muda wa recovery umekuwa mdogo hapa. Tumecheza Jumapili, mechi inayofuata ni Jumatano, kwa hiyo muda wa matibabu na kupumzika umekuwa ni mdogo. Ndio maana madaktari wameopti kumwacha asitumike kabisa katika mchezo wetu dhidi ya Namungo. Kwa hiyo anaendelea na matibabu, na tunaamini baada ya kipindi cha muda mfupi, kwa sababu jeraha lake halijakuwa kubwa sana ama halijaleta madhara makubwa sana, kwa hiyo atapona na kurejea mazoezini muda mfupi ujao. Mohamed Bajaber amemaliza kipindi chake cha matibabu na hivi punde atarejea uwanjani. Kwa mujibu wa madaktari ni kwamba mwezi wa 10 ataanza rasmi kuitumikia Simba Sports Club, na mwezi wa 10 unaingia hivi karibuni. Kwa hiyo punde wana Simba watamshuhudia Mohamed Bajaber akianza rasmi kuitumikia timu yake ya Simba Sports Club. Kwake Abdulrazak Hamza, yeye kidogo ndio ana changamoto kubwa. Aliumia goti, na ripoti ya kwanza madaktari ni kwamba atakaa nje kwa muda wa wiki 8, sawa na miezi 2, na tayari ameshatumia wiki 2, bado takriban wiki 6. Kwa baada ya wiki 6 hizo tutamfanyia tena vipimo na kuangalia jeraha lake ama uponaji wake umekuwa ni bora kiasi gani. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba wachezaji wote waliosalia wapo katika hali nzuri. Hawa watatu ndio wenye changamoto za majeraha, na katika hawa watatu wawili, kwa maana Musa Kamara na Mohamed Bajaber, punde watarejea uwanjani. Abdulrazak Hamza anaendelea na matibabu. Kwa jumla kwenye eneo la technical, kabla tujaje kwenye tiketi, lakini pia uwepo wa mashabiki, kwa sababu mchezo uliopita hatukuwa na mashabiki, huku kwenye upande wa technical tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho? Tuko tayari. Tuko tayari kwa sababu kwanza ratiba tulikuwa tunaifahamu ni bandika bandua. Kwa hiyo mara tu baada ya mchezo dhidi ya Gaborone,
moja kwa moja akili zikahama na zikahamia katika mchezo wetu dhidi ya Namungo. Lakini tunaye mtaalamu Selemani Matola ambaye anaifahamu vizuri ligi ya Tanzania na ana uwezo mkubwa wa kucheza mechi kama hizi, na yuko na vijana hapa tangu siku ya jana Jumatatu, leo Jumanne, kwa ajili ya kutengeneza mipango ya kitaalamu ya kwenda kupata ushindi katika mchezo huo. Kwa hiyo kiujumla benchi la ufundi liko timamu, wachezaji wako sawa sawa. Tunachokisubiri hapa ni mashabiki kushow love, kuja Benjamin Mkapa, mnyama achukue alama 3. Sawa, hapo kwenye mashabiki present. Kuna mechi iliyopita tulikuwa na changamoto ya kutokuwa na mashabiki. Mchezo huo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo, mashabiki ni ruksa. Mchezo saa ngapi? Mashabiki tiketi tayari zimeshaanza kuuzwa kuelekea kwenye mchezo wenyewe hiyo hapo kesho. Ya, hapa kwenye muda wa mchezo tungependa kuzungumza kwa sauti kubwa sana, kwa sababu muda wa mchezo sio wa kawaida ambao tumeozoea either saa 10 au saa 1. Mechi yetu dhidi ya Namungo Football Club itakuwa ni saa 2:15 usiku. Ya, mchezo wetu dhidi ya Namungo itakuwa ni saa 2:15 usiku, saa 2:15. Kwa hiyo wanasimba ni vema tukalifahamu hili na tukaifikisha hii taarifa kwa wanasimba wenzetu ambao pengine bado wanafikiri mechi ni saa 1 au mechi ni saa 10. Mechi itakuwa ni saa 2:15 usiku, siku ya tarehe 1 ya mwezi wa 10. Na muda huo ni mzuri kwa sababu tayari mtu umeshamaliza pilika zote, unakuja kuiona timu yako ya Simba. Lakini ili kurahisisha zaidi watu waweze kuingia uwanjani kwa wingi zaidi, wale wote ambao watanunua tiketi za VIPB ya shilingi 10,000 na VIPA kwa shilingi 20,000, watu wote watakao kuwa na tiketi hizo wataruhusiwa kuingia na magari yao ndani uwanjani. Yakijaa yamejaa, watakaochelewa watakuwa wamechelewa. Lakini tunaiamini parking ya Benjamin Mkapa ina ukubwa wa kujitosheleza ili kuepushia watu kuanza sasa nifike nipaki gari nje, usalama na vitu kama hivyo usiku wa saa 2 wa saa 3. Kwa watu wote wataruhusiwa. Ukishafika pale ukachanja, ikathibitika kwamba tiketi yako wewe ni B, basi utaruhusiwa kuingiza gari lako ndani, unamwangalia mnyama anafanya maajabu yake. Baada hapo unaingia kwenye chombo chako cha usafiri, unarejea nyumbani kwa namna hiyo. Tunafanya hivi ili kuattract watu zaidi, kwa sababu mida hii ya mechi hii sio rafiki sana kwa Watanzania na mashabiki kwa ujumla. Kwa hiyo tunaweka muda, tunaweka vitu hivyo at least watu wapate nini ile, wapate kuona kwamba okay, kuna uafadhali ya kwenda uwanjani. Sawa, Samaji. Tiketi zimeshaanza kuuzwa? Tiketi zimeanza kuuzwa, shilingi 5,000 mzunguko, 20,000 VIPB na 10,000 VIPA. Kumradhi, shilingi 5,000 mzunguko, 20,000 VIPA na 10,000 VIPB. Nichukue nafasi hii kwanza kuambiwa na Simba, mahudhurio wa mechi yetu ya kwanza dhidi ya Fountain hayakuwa mazuri sana. Tulipambana kurejea katika uwanja Benjamin Mkapa, chimbo letu lile, ili kuwapa watu fursa zaidi ya kuja uwanjani. Kwa hiyo na uwanja lile likubwa baba. Tukija wachache yani tunakuwa tuko ukikaa huku unaweza kumuita mtu kule we Dimani, watu wanakuwa wachache. Kwa hiyo watu tuje of course, na nafahamu ni Jumatano na nini, lakini saa 2 umeshamaliza kazi, ingia zako uwanjani, muone mnyama. Ukitoka hapo saa 4 unaserereka nyumbani, umefika, unapumzika, unafurahia ushindi wako inshallah. Sawa, Samaji. Tuondoke hapo sasa. Mara baada ya hilo ligi itasimama hapo kama si majuma mawili, pengine zaidi hapo. Lakini mchezo unaofuata ni mchezo mwingine wa CAF hatua ya pili. Tunaenda kucheza na timu kutoka Eswatini, Nzingizini. Pengine si umepata nafasi ya kuiona, na je, tutarajie matayarisho au maandalizi ya kuelekea mchezo yataanza mara baada ya mechi ya Namungo kumalizika, au hapo kidogo watu watakula bata kisha watarejea mazoezini? Katika nchi ya Afrika ambao nilikuwa sijawahi kufika ni Eswatini.
Kwa hiyo nimefurahi mno kuona tunakwenda Eswatini. Kwa hiyo vijana wangu mjue tu safari hii nimo. Lakini kuna taarifa nimepewa. Ipi? Kuna kazi utapewa uende ukashiriki ya klabu. Wakati timu ipo Eswatini. Nitakwenda. Nitakwenda Eswatini. Zamani Swaziland, kwa wale watu ambao hawafahamu kama nchi ile ilibadilisha jina kutoka Swaziland kwenda Eswatini. Ni maarufu sana kwa title ya King Mswati. Huko ndiko ambako mnyama anaelekea. Of course si mara ya kwanza tumewahi kwenda kucheza hapo na Mbabane Swallows na mnyama alifanya maajabu makubwa sana. Safari hii ni dhidi ya Nsingizini, mabingwa hawa wa timu wa taifa la Eswatini. Of course wakati tumekwenda kucheza Gaborone, tumekwenda Botswana kucheza na Gaborone United, tulikutana nao watu wa Nsingizini na wenyewe walikuwa wanacheza na timu kutoka Zimbabwe inaitwa Simba Bora, ambapo Zimbabwe wenyewe wanachezea mechi zao Botswana kwa sababu nchi yao viwanja ni changamotoni. Kwa hiyo tuliwaona Nsingizini, hatukupay attention kubwa sana kwa sababu hatukujua kama tunakutana nao, lakini na sisi tulikuwa tuna kibarua kigumu. Kwa hiyo uwezi kuanza kumwangalia kule mbele kabla hujamaliza kumalizana na huyu. Kwa hiyo tumefurahi, tumeshamfahamu mpinzani wetu na mechi itakuwa ni kati ya tarehe 17, 18 na 19 ya mwezi wa 10. Mara baada ya mchezo dhidi ya Namungo, kuna break ya FIFA hapo, FIFA calendar hile. Kutoka tarehe 4 mpaka tarehe 6 mpaka 14. Baada hapo manake wachezaji wanarejea kambini kwa ajili ya safari ya kuelekea zetu Eswatini. Lakini wale ambao hawatakuwa na majukumu ya timu ya taifa ama timu za taifa, wale wataendelea na mazoezi, wataendelea na program ya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Na watu wote ambao watabaki hapa manake watabaki chini ya mwalimu mpya ambaye nipende kuwathibitishia wana Simba ya kwamba ndani ya wiki hii tutatangaza benchi jipya la ufundi la Simba Sports Club litakaloongozwa na kocha mkuu ambaye punde tu watu watamjua. Unaweza basi. Siwezi, wewe una shida na Kolomeo Tobi, una shida na Kolomeo. Lakini wewe ushanichuza mara nyingi sana. Anatoka nchi gani? Nchi ya mbali. Nchi ya mbali. Ufaransa. Nchi ya mbali. Uingereza. Nchi yao nitakupa kodi. Nchi yao anayotoka mchana unadumu kwa masaa 23. Mchana. Yaani mchana kuna kwa masaa 23. Usiku ni lisali moja. Yaani masaa 23 watu wanafanya kazi. Iko vice versa, sije kusiki. Kocha mpya huyo. Huwezi kuielewa dunia, Tobi. Tumemtoa mbali huyo kocha. Ni kocha wa maajabu. Ni kocha mwenye uwezo mkubwa. Ni kocha mwenye uwezo mzito. Ni kocha mwenye uzoefu wa kutosha. Tazama tu nchi yake ilivyojawa na maajabu, na yeye ndo ametoka kwenye society ya namna hiyo, anakuja kufanya maajabu ndani ya Simba Sport. Sasa hilo lina muda wake. Tutalizungumzia kiupana, lakini wachezaji wote ambao hawatakuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa watakuwa wakiendelea na program ya maandalizi na mazoezi chini ya mwalimu mpya. Bwana semaji, mimi na